wa Kenya kwa kusimama kidete na kuweka kilio cha haki katika mswada huu wa fedha. Na niweze kusema kama ulivyosema, tunazungumzia ripoti na tunazungumzia pia huu mswada wenyewe. Na katika ripoti imezungumzia haswa ya kwamba wataweka kifungu 66 waweze kuongeza pesa ile ambayo itakuwa inatoka katika mafuta kutoka shilingi 18 mpaka shilingi 25. Na tunasisitiza hapa ya kwamba jambo hilo halitafanyika, na tukifika Committee of All House jambo hilo lisiweko, kwa sababu iwapo itaongezwa basi itakuwa yale yote ambayo yamerekebishwa ni bure, kwa sababu ukiongeza mafuta umeongeza uchukuzi, umeongeza mambo ya kutengeza bidhaa, umeongeza kila kitu, yale yote itakuwa ni bure. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, hata sisi kama Wakenya iwapo tunataka kukimu bajeti yetu, haiwezi kuwa njia ni moja tu ya kuweka ushuru kwa Wakenya ambao ni walalahoi na wamefuka ukutani. Lazima tubadilishe mbinu, lazima tuwe na mbinu mbadala ya kufufua viwanda, ya kujenga viwanja na kutafuta njia ya kupata mapato ya taifa letu la Kenya kupitia rasilimali nyingi ambazo tunazo katika taifa la Kenya. Mheshimiwa Spika, niweze kusema pia haya mambo ya mazingira, kuongeza kodi ya mazingira, na tumezungumzia ya kwamba sodo na nepi kuwa zinapatikana na wameambiwa ziko China wazingoje zije. Hiyo ni kumaanisha hatuna uwezo thabiti wa kuweza kuwa na sodo, na hivyo basi afya ya kina mama haswa katika mambo ya hedhi itakuwa na matatizo iwapo tutakuwa tumeongeza jambo kama hili. Jambo la pili, mambo ya mafuta ya kutoka kwenye miti na kutoka kwa wanyama, ile Kiingereza tunasema edible oil. Kwa nini ipunguzwe na isitolewe kabisa, isiwekwe sufuri ushuru? Hii ni kitu ambacho kinatumika, bidhaa inatumika na Wakenya wengi wale walalahoi. Kwa hivyo jambo hili lazima tulitowe. Jambo jengine, nasikitika sana, sijui ni nani ametoa mambo haya ama kupeana mawaidha ya kuweka mambo ya ushuru ya mkate na mambo ya ushuru ya ile mifuko ya majani. Jamani, yule ambaye alikuwa ametoa mawaidha hayo tunataka tumwambie shetani ashindwe, kwa sababu sisi wa Kenya mkate twaupenda, twautumia sana, na chai ndio kiamsha kinywa chetu. Nataka niseme pia Mheshimiwa Spika, hata ukiangalia katika huu mswada kuna mambo mengine ambayo yamejificha ambayo yanatuathiri sana, kama vile imezungumzia stove zile za kupika. Stovu zile za kupika ni stovu ambazo Wakenya wengi ambao hawawezi kununua meko za kutumia gesi wanatumia stovu, na hizo pia zimeongezwa ushuru. Ukiangalia tunapigana na janga la malaria, leo tunaambiwa ile tunaita Kiingereza mosquito repellent, ama ile dawa ya kujipaka ili kusudi watu wasiumwe na mbu na kuleta malaria, yes, pia imeongezwa ushuru. Order, Millie Odhiambo, what is the issue? Under what standing order? Mr. Speaker, under standing order 1. No, it's Mr. not Speaker, available. I'll explain, Mr. Speaker. Standing if you give me... One is not available to you. Millie, I have the school here and I'm going to acknowledge them, if that is what you want to raise. And it's out of order for you to shoot into the debate on finance bill to mention a school from Mfangano. Take your seat. Take your seat. Mheshimiwa Spika, bidhaa zile ambazo zinatoka nje ambazo tunasema tutaziwekea ushuru, lazima tuwe waangalifu, tusije tukaweka ushuru katika bidhaa za kutoka nje ambazo sisi kama taifa bado hatujatengeza viwanda vya kutosha, kama zile clinkers. Sasa hivi tunajenga manyumba ya bei nafuu na tunatumia material nyingi sana, na hivi basi hatuna viwanda vya kutosha vya kutengeza bidhaa kama hizi. Kwa hivyo lazima tuangalie wakati mwafaka ambao tunaweza kuongeza ushuru kwa bidhaa za kutoka nje, wakati tumetimiza na tumekuwa na uwezo kama taifa la Kenya. Vile vile pia nataka niseme ya kwamba mambo ya magari, ambapo magari tulikuwa tunaambiwa ya kwamba ni
ni mapato, na tulipoambiwa ni mapato ya kwamba tuweze kutoa ushuru, nataka kusema magari si mapato. Magari ni ile tunasema asset kwa Kiswahili, rasilimali, na huwezi kumtoza mtu ushuru katika rasilimali. Jamani, tupunguze matumizi ya kiolela katika maofisi yetu. Ofisi ya naibu wa rais inataka kufanyiwa marekebisho, mabilioni ya mapesa. Ukiangalia bei ya kununua hiyo ofisi na bei ya marekebisho ni tofauti sana. Lazima tuangalie ufujaji wa pesa tuweze kusaidia taifa la Kenya, lakini tusitegemee mambo ya ushuru peke yake tukaona tunaweza kukimu bajeti yetu. Nataka niseme sisi kama Wakenya tuendelee kusimama kidete, tusingoje wanasiasa tunapoona mambo yanatukwaza, haswa haya ya kiuchumi. Tusimame sisi wenyewe kidete, tuweze kusikia sauti zetu zikizungumziwa. Jambo jingine ambalo ningetaka pia kuzungumzia, niseme ya kwamba tuweze pia Honorable members, before I give the next member, I want to acknowledge in the public gallery Gethsemane Gardens Academy from Suba North, Homa Bay. On behalf of the House and myself, I welcome the students and their teachers to the House of Parliament. Thank you. Wanjiku Muya. Thank you, Honorable Speaker. I stand to support the Finance Bill 2024 because the proposal from Nyandarua County and Kipipiri have been heard. And I want to confirm to the farmers from Kipipiri that their potatoes will not be taxed. But having said that, Honorable Speaker, as the chair of regional integration, I want to put information to the House that as EAC we are a community. And I want to discourage members from debating and indicating that the bill is against the eggs from Uganda. That is not the essence of having a community. We can debate it nicely. The eggs from every region within the community are allowed. You can have them from Uganda. So constrain debating on that matter, because as long as you pay, but let us discourage to discuss that the eggs from Uganda, the onions from Tanzania. We are a community, we can also sell to them. Honorable Speaker, I want this House to be honest to the Kenyans and more to the Gen Z. Honorable Speaker, we have a budget. And because many members have debated on the issues that were raised by Kenyans, and I want to congratulate the committee by the very able chair, Honorable Kuria, because they had the proposal of Kenyans on vehicle, on agriculture, on all those things that have been debated. I want to restrain myself from debating on the same and seek that this House become honest for once to the Kenyans. Honorable Speaker, we must ask ourselves, do we need a budget? Of course, yes, we need a budget. How do we finance the budget? Honorable Speaker, the Council of Governors have been camping at State House asking for more funds. Honorable Speaker, these members, led by myself, have been camping at Honorable C.S. Murkomen asking for roads. Honorable Speaker, these members have been speaking of JSS teachers, asking for billions to pay them. These members have been speaking for the old, asking for more than 40 billions to pay the senior citizens. And so, it beats all the logics that we can join the public in the gallery and the bloggers and Jay-Z, and instead of educating them that even if you go to the road, you can only go to the road, but then you don't need to have the roads in your constituency. Instead of us as members informing the public that we need money, 600 billion for education, we are supporting the public and raising the emotions, which in my view, I think it is dishonest. It is honest to educate the public that the county governors were camping at State House because the citizens, in fact, is a cycle, Honorable Speaker, the citizens back home were also camping
at the governor's residence and their offices asking for projects. Why we go to Murkomen is because our citizens also come to our offices, our phones, and our homes, also asking for the project. So it is a whole cycle. And somehow the budget is also political. You need to do a road in your constituency. The governors need to do their project in their counties. Where will the president get the money? The money has to be raised. And then there is no need of raising emotions and trying to support the bloggers who are only saying reject the finance bill, and yet they are not saying reject the roads in our constituency. Honorable Speaker, I want to put a point about the treasury boards. As much as we want to defend the locals, we also need money, and no village can stay alone. We also need money from investors. I have seen that the treasury board, particularly the infrastructure, and I'll be moving an amendment I have already put possibly to your office or the clerk. It will be charged effective July 5%, while for investors will be charged 15%. I feel this is very high, on the very high side, and for purpose of continuity of government earning money and quick money from treasury boards, particularly the infrastructure, it is my hope that my amendment and those who support me will go through. Honorable Speaker, without so much, I just want to insist that this House be honest. We need budget, and budget. Thank you, Muya.